Mpenzi msikilizaji, imefika tena ile wakati ambapo tunaangalia kitabu chetu tunachokipenda. Kitabu ni cha ujumbe, messages to young people, na tunaangalia chapter ya kwanza. Mpenzi msikilizaji, tutakuwa tunafanya hivi leo na kila siku ya Alhamisi. Today and every Wednesday, today and every Thursday we shall be looking messages to young people. Tunasema vijana ndiyo kanisa la kesho, lakini kanisa la kesho huanzia leo. Vijana hawa ndiyo kanisa la leo, mpenzi msikilizaji. Na nashukuru sana uongozi wa kanisa la Adventista kwa sababu wameanza kutrain viongozi hawa ambao ni vijana kukuwa viongozi. Kuna wazee wa kanisa ambao wamepewa na uongozi wakionyeshwa vile kazi inavyofanywa. Hawa ni vijana. Uongozi tu mbalimbali kanisani, vijana wamepewa ili waonyeshwe vile kazi inavyofanyika, mpenzi msikilizaji. Na that is a plus to the leadership of the church. This is the Seventh-day Adventist Church that they are giving the youth a chance to lead. Na kama ulikuwa makini, mwisho wa mwaka kuna kuanga na hafla nyingi tu sana za vijana. Hawa ni youth ministries, kuanzia kwa Kampori, Camp Out na Congress za vijana, Kampori ya Pathfinders, Camp Out ya watoto. Hao ni adventurers na wamekuwa wakipokea mafunzo mazuri sana mpenzi msikilizaji. Kama wewe si Mwadventista wa Sabato na ungependa mtoto wako akomae kabisa, wacha nikuibie siri, mpenzi msikilizaji. Wewe ni mzazi na ungependa mtoto wako akomae kabisa, yani akomae, akuwe mtu wa maana katika jamii. Si Saturday unaendanga job, na sitakukataza kwenda kazi kwa sababu bado hujapokea nuru. Ukipokea nuru na mwangaza wa kweli, hautaenda kazi siku ya Sabato. Lakini wewe kama unaenda kazi siku ya Sabato, acha mtoto wako aende aunganike na watoto wengine siku ya Sabato, mpenzi msikilizaji. Huyo mtoto mwaka utakapokuwa unaisha utaona mabadiliko. Tumeona watoto wakija kanisani kwanza, alafu baadaye wakabadilisha hata wazazi wao. Tumeona hii tukiwa pale Kayole, tumepokea story kama hizi pale Kayole. Tumezipokea hizi taarifa hata kule Masi. Kuna watoto ambao walileta wazazi wao kanisani. Hata pale Expages pale kuna watoto ambao walikuja kanisani, na kwa sababu ya kuja kanisani wazazi wao nao wakawafuata. Kwa hivyo watoto na vijana ni watu ambao hawapaswi kuachiliwa, mpenzi msikilizaji. Wanapaswa kutiliwa mkazo. Na ndio kwa maana leo siku ya Thursday tunaipeana kwa vijana. Purely vijana. Siku ya Thursday ni siku ya vijana. Na tunaendelea kushape nyumba yetu ili siku ya Thursday iwe ni siku ya vijana. Vijana hapa kwenye redio yetu. Siku ya Thursday ni siku ya vijana, mpenzi msikilizaji. Kama wewe ni kijana na ungependa kuhudumia vijana wengine hapa ni M Gospel Radio, wewe tu wasiliana nasi kwa njia ya kipekee. Kwa sababu kila Thursday tuko hapa tukiongea na vijana kwa njia ya kipekee. Basi tunaenda kuangalia chapter ya kwanza. Chapter ya kwanza kutoka kitabu cha Messages to Young People. Na katika chapter hii ya kwanza tunaenda kuangalia sana kuhusu vijana na jukumu ambalo vijana wako nalo katika dunia ya sasa, ama dunia ya leo, ama jamii, ama kizazi hiki, mpenzi msikilizaji. Kristo alipokuja ulimwenguni, mpenzi msikilizaji, tunaangalia kuna concern. We have a deep concern. We have a very deep concern. Just a minute, mpenzi msikilizaji. We have a very deep concern for the youths and his desire that they build Christian character that they will endure for eternity. Ni matazamio yetu ya kwamba vijana watatengeneza mahusiano yao na Mungu kwa ajili ya maisha ya baadaye. Kristo alikuja ili kwamba aweze kutengeneza salvation iwe clear and simple. Christ came to this world so that he can make the way of salvation very clear and very simple. Kiasi ya kwamba hata mtoto anaweza kuelewa, hata kijana anaweza kuelewa. So clear that even a child can walk in it. As we follow Jesus daily, our spiritual growth is like rising sun from dawn to full daylight, growing brighter step
by step. Kristo anataka kwa sababu alitengeneza njia ya wokovu iwe rahisi, mpenzi msikilizaji, iwe ya kwamba inaweza kueleweka hata kwa watoto. Anahitaji na watoto, anahitaji na vijana pia waweze kutembelea, ili kwamba waweze kufikia uzima wa milele. Ndiyo, vijana wanapitia changamoto mbalimbali. Ndiyo, vijana wanapitia changamoto mbalimbali, changamoto nyingi sana, mpenzi msikilizaji. Na wewe kama ni kijana unashuhudia changamoto ambazo vijana wanapitia katika nchi yetu ya Kenya, katika kizazi hiki cha sasa. Ni changamoto ambayo kama Yesu angewaonyesha njia, hangetuachia njia ya kutembelea, sote tungepotea. Hata mimi nikiwa ndani ningepotea, hata wewe mzazi unayenisikiliza, wewe pia ungepotea. Kama Kristo hangetengeneza njia, ungepotea, na mimi pia ningeweza kupotea. Lakini Mungu hajatuacha peke yetu katika safari hii. Ametupatia Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alituachia Roho Mtakatifu. Mungu ametupatia Roho Mtakatifu, na malaika wametumwa kwetu, mpenzi msikilizaji, ili waweze kutusaidia kijana, hata katika ugumu, hata katika changamoto zilizo nyingi. Mpenzi msikilizaji, habari njema ni kwamba Mungu hajatuacha peke yetu. God has not left us alone. He is walking with us the way he walked with Joseph. He is walking with us the way he walked with Shadrach, Meshach and Abednego. Malaika wake wanatembea nasi siku zote, na wametumwa kwetu ili kwamba waweze kutusaidia. Mpenzi msikilizaji, in this life we are preparing for the great review, where every soul will be asked whether they lived as an example worth following and whether they cared for the salvation of others. Katika maisha haya, mpenzi msikilizaji, tutaulizwa maswali. Je, uliishi kama mfano? Wewe ambaye ni mzazi, uliishi kama mfano, kijana akuangalie, mtoto akuangalie. Wewe ambaye ni kijana, je, uliishi kama mfano ili wale wadogo wako wakuangalie? Ni maswali ambayo tutaulizwa tukifika kule mbinguni. Je, did we live as an example of salvation to others? Mpenzi msikilizaji, the call is clear. Young people are invited to give God the strength of their youth. Mpenzi msikilizaji, wewe ambaye ni kijana, unaalikwa umpe Mungu nguvu zako, umpe Mungu nguvu zako, umpe Mungu akili zako. Unajua vijana tumesoma, vijana tuko na akili, vijana tuko na hekima ya juu, vijana IQ yetu iko juu sana. Sasa vijana tuko na nguvu sana, vijana tuko na akili, tuko na hekima. Je, hizi nguvu ambazo tuko nazo, ninaangalia mambo ambayo vijana wanafanya ukitaka kujua vijana wanafanya mambo ya ajabu, hebu ingia pale kwenye TikTok. Ingia pale kwenye TikTok, utaona vile ambavyo vijana wanajituma, wanafanya mambo, wanafanya marketing ya online iwe rahisi. Vijana wanakutengenezea vitu mpaka unashangaa. Nguvu hii, akili hii, hekima hii, mpenzi msikilizaji, kijana alikuwa na Mungu uweze kufanya kazi yake iwe rahisi na ifikie wengi. Unaitwa utumike kama chombo. Mpenzi msikilizaji, kijana haujaachwa nyuma. The call is clear. Young people are invited to give God the strength of the youth, and those who are older are encouraged to guide and pray and support the young ones. When youth seek Christ, He makes their effort effective. Wakati vijana wanamtafuta Kristo, mpenzi msikilizaji, sikiliza hii. Wakati vijana wanamtafuta Kristo, Kristo anafanya bidii zao, anafanya juhudi zao kufanikiwa. Mpenzi msikilizaji, vijana, ninyi ni watu, nyinyi ni vyombo wa kutumika kueneza Injili. Mpenzi msikilizaji, ndio maana naomba makanisa, viongozi, wacha tutumie vijana. Let us embrace the youth. Let us use the youth. Tutumie hawa vijana, kwa sababu Mungu anatumia nguvu za vijana hawa kuhubiri Injili. Hebu angalia vile vijana wamejiorganize kote ulimwenguni, kote nchini. Wanakwenda huku na huku wakifanya online evangelism. Wanakwenda huku na huku wakifanya crusade kwenye masoko. Hawa vijana wamejimobilize, mpenzi msikilizaji. Wamejimobilize kwa groups, kupitia groups kuimba, mpenzi msikilizaji. Mungu anatumia
kutumia vijana kwa njia ya kipekee. Kijana, kubali kutumika kwa uzuri, usikubali kutumika kwa ubaya. Wakati wa siasa, vijana tumekuwa tukitumika kurusha mawe, kuleta vurugu, kuharibu mikutano, lakini tuwe vijana tunaotumika. Inasikitisha hata kanisani sasa. Hivi majuzi tumeshuhudia vurugu kanisani. Vijana pia wanatumika kuleta vurugu kanisani. Usikubali kijana kutumika. Kubali kutumika kwa ajili ya Kristo. Usikubali kunengua kiuno yako kutumika kutumbuiza watu na kuwavuta kwa masuala ya ushirikina, usherati na kuvuta watu kwa ajili ya kutumia madawa ya kulevya. You are influential. Wewe kijana, you are influential. God is using your influential ability to reach people for salvation. Mpenzi msikilizaji, ndio tunakualika hapa ndani ya M-Gospel Radio. Mpenzi msikilizaji, wewe kama ni kijana, unahisi uko na uwezo, unaweza kutumika kufikia watu wengine kwa ajili ya utukufu wa Mungu, njoo tushikane mkono, tufanye kazi kwa ajili kwa njia kipekee, ili watu wavutwe waje wamuone nani, waweze kumuona Kristo. Nikiendelea kumalizia, asante sana na mwana Immaculate, asante sana, barikiwa uko ndani, barikiwa sana. May God bless you. God bless you for tuning into M-Gospel Radio. Tunapatikana pale kwenye YouTube. Enda pale kwenye YouTube, tafuta M-Gospel Radio, endelea kufurahia post ama podcast ambazo tunaweka hapa. Kama huja subscribe mpenzi msikilizaji, subscribe, like na ushare. Pia pale kwenye Facebook tunapatikana kama M-Gospel Radio. Ingia pale, endelea kutufuatilia kwa njia ya kipekee, tujenge jamii ya Kristo iwe kubwa tena sana. Pia kama uko na huduma, you having services, you having a business, you like people to know, wewe tufikie, ili kwamba pia tupate pesa kidogo tuweze kuendeleza injili hii ya kusonga na mbele. Paulo alifanya kazi, wewe tupe kazi tufanye ili injili iweze kuenda. Ama vipi mpenzi msikilizaji? Alright, tukiendelea kumalizia, kumbuka tunaangalia messages to young people. Tuko kwenye chapter ya kwanza na tunaangalia ya kwamba katika kitabu cha Mathayo 6 mstari wa 20, Mathayo 6 mstari wa 33 inaita vijana tuweze kutafuta ufalme wa Mungu kwanza, na yale mengine yote tutaongezewa. Kama ni skills tafuta Mungu kwanza, skills utaongezewa. Tafuta Mungu kwanza, career utapewa. Tafuta Mungu kwanza, familia utaweza kupewa. Luke 2:52, utajiandikia Luke 2:52 inasema, and Jesus increased in wisdom and structure and in favor with God and man. Yesu alikuwa katika hekima, alikuwa akiwapendeza Mungu, tena akipendeza wanadamu. Mpenzi msikilizaji, Yesu alipokuwa anakuwa kunradhi, while Jesus was growing, alikuwa katika hakumpendeza Mungu kwanza. Kijana, wacha priority yako number 1 iwe kumpendeza Mungu kwanza. Priority number 1, kumpendeza Mungu kwanza. Priority number 2, kuwapendeza wanadamu. Usiwe kijana wa kuleta vurugu kwa wanadamu. Usiwe kijana ambaye hautengi muda wako kuomba. Jesus grew. Jesus was a youth just like you. He grew in favor of God and in favor of man. Tafuta favor na Mungu, utakuwa sawa na wanadamu. Tafuta favor na wanadamu. Tafuta favor na Mungu kwanza ili uweze kuwa sawa na wanadamu. Kitabu cha Petero 2 Peter 3:18 inasema, but grow in grace and in knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ndio uko katika pilika za kutafuta hekima. Tafuta hekima kwanza ya mbinguni. Tafuta hekima kwanza ya Mungu. Hii hekima nyingine yote utaweza kuongezewa. Timotheo wa kwanza 4:12, let no man despise you as a youth. Hii ni theme, hii ni chorus watu tunaimba kama vijana. Mtu asidharau ujana wako. Mpenzi msikilizaji, be example. Unadharauliwa kwa sababu wewe si example. Utadharauliwa kwa sababu you are not an example. Kijana, kuwa example. Kwa mavazi, kuwa example. Let no one despise you. Kuwa example kwa vile unavyokaa, unavyoonekana. Kuwa example. Whatever you are eating, whatever you are saying, whatever you are posting on social media, kijana, kuwa example. Don't just post anything. Don't just expose your special parts. Don't just expose them anywhere. Kwa sababu ukianza kuexpose, unajua itakuwaje? Watu watakudharau. Utareduciwa kuwa chips funga ama koko funga. Wakuita kila time. Katai maneno. Be a good example, mpenzi msikilizaji. Philippians 1:16 inasema, being confident of this very thing, that
He which has begun a good work in you will perform it until the day Jesus Christ comes. Aliyeanzisha kazi nzuri ndani yako, mpenzi msikilizaji, wewe kijana, ataikamilisha kwa njia ya kipekee. Naomba nikimaliza hivi, mwisho tunasema hivi, msikilizaji wetu, leo ni kumbusho tu kwamba character building is eternal work. Walk daily in the light Christ gives, depend on his strength, and allow God to shape you into a testimony that will shine now and forever. Acha Mungu aweze kukuangazia. Acha Mungu ashape karakta yako kama kijana, ili utumike kwa maisha haya na uweze pia kuurithi uzima wa milele. Mpenzi msikilizaji, hiyo ndiyo devotion yetu ya leo asubuhi. Tumekuwa tukiangalia chapter ya kwanza ya Messages to Young People. Next week pia on Thursday tutakuwa tunaangalia chapter ya pili, mpenzi msikilizaji.